Kama kawaida jamani, si mnajua mjenzi wa nyumba hatujawahi ishiwa masomo. Kwa kama kawaida tupo kuendelea na masomo yetu leo tena. Kama kawaida yetu lazima tuendelee kujifunza, tuhakikishe tunaendelea kuhabarika. Sasa basi, somo letu la leo linasemaje? Watu wengi waliojenga hutoa ushauri wa kukatisha tamaa kwa sababu gani? Je, ni kwa nini watu wengi waliojenga ukienda kuomba ushauri huwa wanatoa ushauri wa kukatisha tamaa? Sasa nisikilize kwa makini ili uweze kuyapata majibu vizuri ya ukweli na ya uhakika yanayoaminika kwa kiasi kikubwa. Watu wengi hutoa ushauri kutokana na mifumo walioipitia wao wakati wa ujenzi. Inawezekana anayekushauri hakuzingatia suala la uchumi wake ukoje, muonekano wa nyumba yake upoje, na usalama wake upoje wakati wa kuanza ujenzi hadi kumaliza ujenzi. Hivyo inatakiwa kabla ya kuanza ujenzi ujue ukitaka kujenga ni lazima uwe na maamuzi yako binafsi. Suala la kuomba ushauri kwa watu waliojenga liwe ni la ziada. Yaani liwe ni jambo la ziada. Jambo muhimu linalotakiwa, ushauri mzuri uombwe kwa wataalamu wa ujenzi na sio kila mtu. Sio kila aliyejenga yeye ni mtaalamu. Uombe kwa wataalamu wa ujenzi. Usipokuwa makini kwenye ujenzi unaweza kuyumba sana kiuchumi. Yani utayumba sana. Na uchumi, hebu nisikilize, utayumba sana kiuchumi. Ujenzi unaweza ukakuyumbisha chana kiuchumi mpaka upoteze mwelekeo. Yaani utapoteza mwelekeo katika uchumi wako, katika zile shughuli zako au biashara zako unazozifanya. Naona hapo mnanielewa vizuri. Kwa sababu usipokuwa makini unaweza ukajikuta umeangukia kwenye dimbi kubwa la madeni, na jambo hili husumbua sana kwenye ujenzi wa nyumba yako ya kwanza. Yaani yule mtu anayeanza kujenga kwa mara ya kwanza ambaye hana utaalamu wa ujenzi. Kwa hiyo washauri wanaokupa majibu ya kukatisha tamaa huwa ni sahihi kwa upande wao, kwa sababu walitumia gharama nyingi sana wakati wa ujenzi. Huenda fundi aliyemtumia hakuwa mwaminifu, kwa hiyo alimwibia material kiasi kwamba utakuta nyumba inaonekana ina thamani ya milioni 50, lakini mwenye nyumba anakuambia alitumia milioni 90. Hii nimekutana nao mara nyingi sana. Naenda kukagua huko na naambiwa thamani iliyotumika kwenye nyumba. Sasa kwa sababu mimi ni mtaalamu na shinda na ujenzi kila siku, najua kabisa thamani ya nyumba inayotajiwa na uhalisia uliopo sio kweli. Kwa najua hapa kuna kitu kilichofanyika. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo. Kwa hapo sasa hata mimi ni lazima nikate tamaa. Naona nyumba ni ya milioni 50, alafu mtu niambie milioni 90. Kwa hapo hata mwenyewe nitakata tamaa. Kwa hata kama nyumba atakuta naambiwa nyumba imejengwa kwa milioni 35, kumbe nyumba ni ya milioni 7. Hiyo lazima hata mwenyewe nikate tamaa. Au inawezekana mtaalamu aliyechora ramani alichora ramani inayochukua siku ya mita nyingi, licha ya kuwa alifuata maelezo na idadi ya vyumba alivyohitaji mwenye nyumba, ila aliweka vyumba vikubwa sana kuliko kawaida. Hapo na lenyewe hili huwa linatokea sana. Utakuta mwenye nyumba ameelekeza labda mfano naomba nyumba nicholee nyumba yenye vyumba vitatu vya kulala, katika hivyo vyumba kimoja ni master bedroom, vingine vyo vya kawaida, kwa kuna public toilet, sebule, jiko, dining, store, corridor, basi vitu kama hivyo. Sawa, yule mtu atachora kwa kufuata vitu kama ilivyo. Lakini sasa utakuta anachora kubwa. Kwa unakuta yule ametumia ile milioni 90 kwa sababu kule nyumba ni kubwa. Kwa unakuta ukienda tu kiangalia sebule utafikiri karibu uwanja wa mpira ambapo mtu anajaza sijui sofa set 4-5 na bado halijai. Sio hivyo tu, bado utakuta kwamba wewe unapotaka kujenga nyumba kama ile basi unapunguza vile vipimo kama ilivyo ile nyumba, unakuta umetumia pesa kidogo. Kwa hiyo hayo yote huwa yanatakiwa kuwa makini. Kwa sababu vitu kama hivyo huwa vinatokea. Unaona? Jingine, watu wengine waliofanikiwa huwa wana roho mbaya sana. Hawataki na wewe ufanikiwe. Kwa hiyo hutoa majibu ya kukatisha tamaa ili usifanikiwe. Ndio maana hapa kwa mjenzi wa nyumba sisi kwetu hapa huwa tunatoa ushauri ujenge nyumba kutokana na bajeti yako ili usiweze kuumia wakati wa ujenzi. Pia tunachora ramani bora za nyumba za aina yoyote ile
kutokana na kipato chako cha wakati wa kujenga hiyo nyumba. Ni muhimu sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kuomba ushauri kwa wataalamu wa ujenzi. Pia sio kila fundi ni mtaalamu wa ujenzi, wengine wanahitaji usimamizi. Kuna mafundi wengi wanajua sana kujenga vizuri, wananyosha, wanafanya kila kitu safi kabisa, lakini wao mpaka wasimamiwe, wanaelekezwa. Sasa sio kisa umemwona mtu huko barabarani anajenga vizuri, huko mitaani anajenga vizuri, basi moja kwa moja ukasema yes, huyu ndio bonge la fundi. Yeye anafanya kazi nzuri kwa sababu kuna mtu nyuma yake anayemwelekeza, anayempa maagizo, fanya hivi, fanya vile. Kwa hiyo ni moja za sababu ambazo zinaweza kusababisha wale watu wakatoa majibu ya kukatisha tamaa, hiyo kwa kupenda au kuto kupenda. Hizo ni baadhi ya sababu. Sasa basi, kwa elimu zaidi endelea kunifuatilia kwenye YouTube hii ya Mjenzi wa Nyumba. Pia unaweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja kwa kutumia namba hizo unazoziona. Tafadhali naomba uweze kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video hii ili watu wengi zaidi waweze kujifunza elimu hii. Basi nakumbusha kitu kimoja, lazima ujue hili, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukrani.